Kila mtu ana aina ya kuomba msamaha. Kuna mwingine anaomba kwa vitendo, kuna mwingine anaomba kwa maneno. Unaelewa? Kila mtu ana namna yake. Sasa iko hivi. Msukuma ni mtu ambaye kuomba msamaha sio simple tu, anatoka yake kule anakuja na kuomba msamaha. Msukuma anakuelezea kwanza matatizo alionayo. Ili na wewe utapima kwa matatizo haya kweli na mimi muombe msamaha au tusameheane tu tuamue yaishi. Msukuma anakuja anakuambia, yani nikwambie hivi, unaposema kwamba umeamua eti kununa. Ukisema kunune hapa ndani hapa toshi. Unaposema kwamba eti wewe mimi nimeukosea sana. Kwamba labda nimeusababishia mapigo yako ya moyo yaendi. Ya kwangu mimi ndio nimesema toka jana. Ukisema kwamba eti sijeti kwamba eti labda hapa kuna shida sana mtu sijeti una hela hapa, mimi mwenyewe sina hela. Mimi mwenyewe hapa niko banka ya kuti. Yaani hapa wewe kuamini nimetoka kazini huko wenyewe kama ameshaniambia kwamba analipa wiki 2 tu. Niamue kama nafanya kazi ama sifanyi. Kwa hiyo nikisema nichanganye matatizo ya kazini. Ya barabarani nilikopita kule. Konta mwenyewe amefika kule amenikata nauli yangu 100 nilikuwa nategemea kwamba amenikata ameniongezea. Sasa na niko hapa na wewe nimunie. Tutakesha. Tutashangaa wote hapa, tutakesha. Yaani kama una mpango wa kusema kwamba tunasamee, tutakesha. Na mimi nisikufichi. Ukiamua kwenda kujinyonga uniachie watoto na mimi najinyonga. Ukifika kwamba nikomesha. Watoto hapa wote ukisema kwamba upiki na mimi sipiki. Ashinde anaanza kushinda wote. Ukisema tu naenda kukushtaki kweli na mimi naenda kwetu. Kila mtu tuone kama anadaiwa, tuone kwamba kila mtu anaelewa matatizo yake, tuone kama dunia inatosha. Kimsingi hapa tuweka tu chini. Tuseme bana hapa yaishe. Hapa Msukuma ameshaomba msamaha na malisa hapa. Muhaya hata kama anataka kuja kuomba msamaha kiwadisia. Kwanza anaonelea kwanza kosa lake lolote lile lina sababu ya kulifanya. Anaona kosa. Muhaya ndio ukosea hapa sasa hivi amekanyaga kabisa hapa. Unasikia ndio anakuja. Unawekaje miguu njiani sasa? Hii si njia umewekaje? Hii ni njia, miguu yako ujue namna ya kuiweka. Ndio maana kwa kuna njia, kuna category. Kuna njia na miguu. Umeweka miguu alafu usikanyaga. Mimi ninakanyaga. Hapo tuone sasa. Kila kosa lake lina sababu, analitafutia mazingira kwamba inaonekane hata kama amelitenda kuna sababu yake. Sasa wewe unaona jua lenyewe linawaka hivi. Alafu unasema nimekutukana. Wewe jua linawaka sana. Unachanganya udongo. Kwa hiyo lazima hata kama nimekutukana sio kosa langu, uone jua. Mwana ananiambia mazingira kosa. Sianza kusema eti kwamba sisi kwa nini eti kama mimi nakujibu vibaya au. Wewe sasa hivi ni saa ngapi hata kujara sasa hivi ni saa ngapi? Sio uniulize mimi, uliza tumbo. Njaa. Unasema eti nimekuparamia huko nje uone kuna mvua. Mimi nikae ninyeshe nioge kabla nimeshatoka kuoga. Mimi tena niogeshe tena bila yali yangu hapana. Lazima nije kwa fujo. Tena ungeendelea kukaa hapa ningetoa mimi. Mwana anatengenezea mazingira. Sasa ikatokea pia hata amepokosana na mpenzi wake akamkosea, imekuwa fiti anatengeneza mazingira pia. Unasikia Mwaya anasema, "Baby, nimeelewa kabisa kwamba unanidharau mimi. Na unajua kabisa kwamba mimi ndio you are only one. Nilikuchiti ndio sikatai. Nilikuchiti. Lakini nilikuwa napima uaminifu wako kwenye moyo wako. Kwamba hivi nilikuchiti baby utachukia ama utaendelea. Maana bwana wote wa siku hizi unaweza kama hivyo kimaslahi. Sasa umeona flat yangu hapa nchi 85 umekuja kuolewa kwa ajili hiyo. Sasa nimekuchiti kuangalia. Alafu baby, sikujua kama kumbe ungekuchiti ukichukia unapendeza sana. Unakuwa kama Miss Tanzania mwaka 65. Unapendeza sana. Sasa okay, anyway, mapenzi lazima yajengwe na foundation. Kwa hiyo nilikuwa naangalia royalty yako, niangalie pia foundation gani. Lazima mapenzi yawe na measurement. Nimekupima, vipimo vimehusika, kabila imehusika, pima maji. Nimeweka pale mbona mapenzi yetu sasa yanatakiwa kwenda mbele. Kwa hiyo hata nikikuja siku nyingine, don't worry, nitakununulia simu yenye macho 8. Lakini hiyo kitu ni tofauti sana kwa Mkuria. Mkuria hata kama kosa ni la kwake, ana muda, anatoa muda. Huu ni muda, ulikuwa ni muda wa kupigana, yameisha hivyo. Anajua imeisha. Sasa hivi ni muda wa kula. Kwa hiyo sibebe matatizo yake ambayo tumekosana kule ukaeleza kwenye chakula. Kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Sasa ngumi niliyokupiga mchana mpaka sasa hivi hapa umekuja, yani hujatosheka. Umekuja umeluna na bado umekuja na nungu ya mchana. Sasa hivi usiku. Hiyo nungu siingeishia huko. Nungu unabeba ya nini? Haya, nimekupiga toka jana. Damu hujapita hadi leo. Ili utafuta ushahidi kwa nani? Kwamba inaonekana sisi hatuishi vizuri. Hata utonganishi. Mambo ya kisha jana yameisha jana. Sio unakuja nayo mpaka huko. Haya mbona? Tumetoka kugombana kule nimekupiga. Huu ni muda wa kula hapa. Kwa hiyo niziria mimi hadi chakula hapa. Huu ni muda wa kula, ugomvi ni gomvi. Kama nataka kuendelea tuache kula kwanza, nikutwange, ukishamaliza ugomvi kabisa umeisha, tuendelee kula. Kwa sababu lazima unakuja kununa, mambo
unakuja kumnunia huko. Lakini vile vile hata kama anadili huyu Mkuria alimkosana na baby wake. Kwanza amuiti baby, anamuita kwa jina lake. Sasa okay. Mimi ukata panga moja tu la kiuno, umeona uninunie siku 3. Lakini kwa jirani yetu pale waliopo unaona amekata mke wake shingo, ametoa kabisa kisigino na bado leo kuna mapenzi moto moto. Sasa utanisamehe hapo unisamehe. Tuone kama ni mbaya hiyo mbaya sasa. Bwana huwezi kutofautisha kosa mra. Kosa la jirani na la kwangu kipima hayana udani yako tofauti kabisa. Panga moja unanuna. Ndio maana ya ndoa. Ndio ni kuvumiliana. Tena hapo nilikuwa nataka niamue nikupige risasi, sema nikaona hapana. Yaani nikupige risasi. Panga tu moja utumanunie. Hapana, hatuwezi kwenda. Unisamehe. Au tuendeleze bifu. Lakini inapotokea kwamba Muha wa Kigoma amekukosea, kwanza anakupa distance kwanza. Anaenda kujificha. Anakaa kwanza kwa siku 3, 4 hajapatikana, hamjaonana. Unaona? Hajatokea pale. Akija kutokea badala ya kuomba msamaha anzie hapa. Anaanzia kwanza kujilaumu yeye mwenyewe, anajilaani. Wewe mwenyewe utamsamehe ukasema mimi nimekusamehe ndugu yangu. Ndugu yangu kwa kweli kuna haja wala una haki ya kunisemesha. Ile kutenda ni mambo makubwa sana na nitakiwa ni maguu ya asili. Ni kali kabisa. Ndugu yangu, dunia hii ya leo kuna watu wazuri na wabaya, mimi ni mbaya. Ile kutendea ndugu yangu, sikustahili kusimama mbele ya macho yako. Ndugu yangu kunisamehe wewe ama kuto kunisamehe ni hiari yako. Kwa sababu muda ule mimi nakupampura makofi, ulinyamaza. Ulikuwa na uwezo kunirudishia, ukunirudishia. Nimekaa siku 3 zote hizi nikifikiria unaenda polisi, ukwenda. Hivi wewe ni moyo gani ambao uliumbwa nao, moyo wa tofauti ambao binadamu wa leo hawana, wa kuamua kukaa kimya? Ndugu yangu, naamini moyo wako unachukuta, unafukuta. Mimi niko mbele zako hapa, nataka nikitoka hapa tu mimi nikijukumu mwenyewe nikajinyonge, sina maana yoyote, sijakusaidia chochote, ni mtu ambaye kiwalisia mimi ninaendelea kukutenda. Mimi naomba nikajinyonge. Hapa Muha sasa anasubiria uone na unasemaje? Usiende ndugu yangu. Hapana. Nimekukosea ndugu yangu. Unateteaje uovu? Hapo wakufikia hapo unaona wawili hapa huyu, inabidi wewe ndio uanze kusolve kitu. Unajua hii dunia tunakoseana kwa kweli na inabidi wewe. Ni kweli tukikoseana inabidi msamaha tu hiyo siku. Kwa hiyo mimi nakuomba ndugu yangu hapa yaishe. Kwa kweli hapo kama yameisha basi haina. Una 500 basi hapo tufanye utaratibu. Maana ninaongea sana kitu ambacho tufanye utaratibu wa kidonge hapa. Kwa sababu nimeshika naye nasimama kwa kujiletea mbele ya mtu mzima, sio jambo la kitoto. Hapa unabuku tununue kabisa msosi kabisa.